sheria labda inakuwa inakutatiza, basi siku ya Alhamisi ndio siku nzuri kabisa ya wewe kuweza kufahamu masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na sheria. Tupo na mwanasheria hapa, atajitambulisha, lakini kama Alhamisi iliyopita, mtazamaji, uliungana nasi, tulikuwa tunazungumzia masuala ya sheria ya ajira na mahusiano kazini. Sasa leo tunaendelea pale pale ambapo tulipoweza kuishia. Karibu. Asante. Kwa majina yangu ninaitwa Innocent Joseph Mkenda. Mimi ni wakili wa kujitegemea kutoka kampuni ya sheria ya Ngurdoto Attorneys Advocate. Ofisi zetu zipo Kijitonyama, jengo linaloitwa Dem Plaza, ni ghorofa ya 9. Ndipo ambapo tunapatikana na tunatoa huduma hizi za kisheria kwa wananchi ambao wanakumbana na matatizo mbalimbali ya kisheria. Wengine ni sheria za kazi, wengine ni masuala ya ndoa, wengine ni mirathi na matatizo mengine yote ambayo yanahusu sheria. Sisi tunafanya kazi hiyo ya kuwasaidia wao kupata haki. Alhamisi iliyopita tulikuwa tumeweza kuzungumzia kwanza utangulizi kuhusiana na sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, lakini sambamba na hivyo tumeweza kuzungumzia aina za mikataba. Sasa leo ni kitu gani ambacho umeweza kutuandalia katika sheria hii ya ajira na mahusiano kazini? Ni kweli kabisa. Wiki iliyopita Alhamisi ilizungumzwa vizuri kuhusiana na utangulizi wa sheria za kazi, ikiwa ni pamoja na aina ya mikataba ambayo hawa waajiriwa wanapaswa kupewa na mwajiri wao. Lakini leo kuna kitu kingine kizuri kabisa ambacho ninaamini mtazamaji atakapotazama na atakaposikiliza kwa makini kitamsaidia yeye. Ni juu ya kukoma kwa hii ajira. Kwa sababu kuna lugha huwa tunaisema kwamba unapoajiriwa unaandaliwa kwa ajili ya kufukuzwa kazi. Na ndio maana utapewa baadhi ya vitu, kwa mfano mkataba, ili kusudi kwamba unapokuja kuachishwa kazi basi uwe na kitu ambacho kinakuonesha wewe uliwahi kuajiriwa, ili sije kukuletea shida baadaye. Kwa hiyo tutaangalia kukoma kwa haya mahusiano ya kikazi kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini kitu chengine hapo pale ambapo sasa mwajiri anataka kuvunja mkataba au mwajiriwa naye anataka kuvunja mkataba. Ni vigezo vipi vinatakiwa sasa vianze kufuatwa, au mpangilio upi ambao sasa mwajiri anabidi afuate na mwajiriwa naye anabidi afuate? Kwanza sheria yetu imeweka wazi kwamba anayeweza kuvunja mkataba au kusitisha haya mahusiano ya kiajira anaweza kawa ni either mwajiri ama mwajiriwa. Na ndio maana hata ukisoma kuna baadhi ya mikataba inakwambia utakapotaka kuacha kazi au kusitisha ajira basi toa notice ya mwezi mmoja ama miezi mitatu kulingana na aina ya mkataba. Sasa kwenye vitu vya kufuata, kwa sababu unaweza kwa sababu kwenye kuachishwa kazi huko kuna aina mbili ambazo huwa tunazizungumza. Inaweza kuwa ni halali ama isiwe halali. Sasa ili hiwe halali kuna vitu viwili vya kuzingatia. Lazima kuwa kuna sababu za msingi na za halali ambazo zinaeleweka, lakini lazima taratibu zifuatwe. Ukiwa na sababu za msingi lakini usipofuata taratibu inakuwa ni unfair termination. Yaani ni kweli mtu alikosea, lakini taratibu zimewekwa ni za kufuatwa ni hizi. Usipozifuata basi ule mgogoro unaangukia, pamoja na kwamba ulikuwa na sababu ya msingi, lakini kwa sababu umekiuka taratibu basi inakuwa ni unfair termination. Kwa kuna taratibu ambazo zimewekwa za kufuatwa, na yeyote ambaye atapata changamoto basi atawasiliana na sisi, tutamsaidia kutatua hiyo na kumueleza ni wapi ambapo unatakiwa ukaanzie kwenye mgogoro wa namna hiyo. Lakini cha msingi, jambo la msingi la mtu kuelewa ni kwamba kunaweza kuwa kuna sababu ya msingi, lakini usipofuata taratibu basi inakuwa ni unfair termination. Ili isiwe unfair termination ni lazima uwe na sababu ya msingi na lazima ufuate taratibu. Kwa mfano, hizi watu wengi ambao ni waajiri huwa ndo wana hii changamoto sana. Mtu akikosea kwenye kazi, either ni kosa la kwanza ama ni kosa la pili, huwa kuna namna ya kumwadhibu. Yaani mtu hizi akakosea alafu akaja ukampa termination. Labda kama ni yale makosa ambayo yako yana zero tolerance, tuseme yale ambayo hayana msamaha wote kulingana na policies za kampuni yako, ambayo yanaruhusiwa kutoa termination ya moja kwa moja. Lakini kwa makosa yaliyo mengi, kinachofanyika ni kwamba lazima ufuate zile taratibu. Lazima umuite mtu kwenye disciplinary hearing, kwa sababu katiba yetu pia imetoa nafasi ya mtu kupewa nafasi ya kuzungumza. Lazima umpe mtu hiyo fairness. Apate nafasi ya kuzungumza, apate nafasi ya kutoa utetezi wake. Alafu akishamaliza sasa ndio nyinyi mtaangalia ni kitu gani ambacho huyu mtu anakistahili. Lakini hauende moja kwa moja, lazima ufuate hizo taratibu.
Tuzungumzie kuhusiana na sheria hii sasa ya kuvunja mkataba. Ndio. Kwa upande wa mwajiri na vile vile kwa upande wa mwajiriwa, ili mtazamaji apate kuelewa zaidi. Kama nilivyosema kwamba kwenye kuvunjwa kwa mkataba unakuwa either kunaweza kukawa ni halali ama kusiwe halali kulingana na vitu ambavyo nitavitaja. Lakini kabla ya kufikia huko kuna jambo moja ambalo nilitamani watu walijue. Maana kuna utofauti. Mtu ambaye ana mkataba wa muda maalum, tuseme ni miaka miwili. Alafu ametumikia tuseme ni mwaka mmoja wa mkataba wake. Akafanya matendo ambayo sio ya kiungwana kulingana na polisi za kampuni na polisi za nchi. Huyu mtu mkataba wake ukivunjwa, kitu ambacho atakidai ni tofauti na yule mtu ambaye anakuwa na mkataba wa moja kwa moja, ameutumikia kwa mwaka mmoja, alafu akafanya kosa ambalo linampelekea yeye au linamlazimu bosi wake kumuondoa kazini. Mtu ambaye ana muda maalum huo wa miaka miwili, yeye anapokuwa amekosea au amefanya kitu ambacho sio sawa, basi mgogoro ambao atakwenda kufungua unakuwa ni wa breach of contract, amevunjiwa mkataba. Maana yeye ana mkataba wa miaka miwili. Na ndio maana utagundua hata kwenye kesi nyingi hizi za wachezaji, kwa mfano utasikia bwana yeye amefungua ameshinda, lakini amelipwa kile kipindi ambacho kilikuwa kimebakia cha mkataba wake. Na ndivyo pia inavyofanyika kwenye sheria za kazi. Kwa yule mtu ambaye anakuwa na mkataba wa muda maalum wa miaka miwili, anapokuwa amefanya kitu ambacho sio cha kiungwana ambacho kimempelekea yeye kuondolewa kazini, tuseme aliondolewa isivyo halali, yeye atakapokwenda kushtaki atakwenda kufungua mgogoro huo wa kuvunjiwa mkataba, breach of contract. Tofauti na huyu mtu ambaye ana mkataba wa moja kwa moja, ambapo yeye atakwenda kufungua mgogoro wa unfair termination. Na anapokumbana na changamoto hii, basi sheria inasema kwamba kwa mgogoro ambao ni unfair termination, ndani ya siku 30 atupeleka kwenye tume ya usuluhishi wa migogoro inaitwa CMA, ili ukapata ufumbuzi. Na kwa migogoro mingine ambayo ni tofauti na unfair termination, ndani ya siku 60. Sasa nirudi kwenye swali lako la msingi la juu ya uvunjwaji huu wa mikataba, either ni halali ama isivyo halali. Ili tuseme mkataba umevunjwa isivyo halali, lazima kuwe kuna vitu ambavyo sio vya kihalali ambavyo vimefanyika. Lazima kusiwe na sababu ya msingi, na lazima taratibu zisifuatwe. Hapo tutasema huyu mtu amevunjiwa mkataba isivyo halali. Sasa hivyo vitu ni vipi? Kwa mfano, unapomfanyia mtu mazingira magumu katika utendaji wake wa kazi, ikamlazimu yeye kuacha kazi kwa sababu ya yale matendo. Atakapoacha kazi, tutasema hiyo ni unfair termination. Na kutakapokuwa na tuseme huyu mtu kuna watu walikuwa wanafanya kazi sehemu fulani kwa sababu kuna kitu wanakitaga retrenchment. Kwa mfano kipindi kile matatizo ya corona yametokea. Alafu kulikuwa kuna matatizo makubwa sana ya kiuchumi kwa baadhi ya ofisi. Ukawaondoa wafanyakazi, lile tatizo likaisha. Ukawarudisha baadhi ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi ile ile. Alafu huyu mtu ukamwacha, ni anaweza kwenda kufungua mgogoro wa unfair termination kwa sababu umefanya kitu ambacho ni unfair. Umefanya kwa mwingine lakini kwa huyu haujafanya. Kwa hiyo mambo ya namna hiyo ndio yanapelekea kuwa na mgogoro ambao tunasema ni wa unfair termination, kwamba hakukuwa na sababu yoyote. Umemfanyia mtu tendo ambalo sio la kiungwana bila sababu yoyote. Umemwondoa mtu kazini bila sababu yoyote. Kwa hiyo tunasema hii ni unfair termination. Tuseme kwa mfano mwingine kwamba mtu amekwenda kwenye likizo, aidha ni ya uzazi ama ni ya ulezi. Amerudi kazini ukamuondoa, sio sababu ya msingi. Kwa hiyo hiyo yote inazaa kitu kinaitwa unfair termination. Au kwa sababu tumesema kwenye huku kuachishwa kazi kunaweza kusiwe halali either kwa sababu au kwa taratibu. Au kuna taratibu haikufuatwa. Kwa mfano huyu mtu ni kweli alifanya kosa, lakini haujampa nafasi ya kuzungumza. Unapomuondoa mtu bila kumpa nafasi ya kuzungumza, na lenyewe linazaa hiyo inakuwa ni unfair termination. Na ndio maana hata kwenye makosa ya jinai, kwani simesha kusikia kwamba kuna mtu amefanya kitu hiki, ameua, lakini amepelekwa mahakamani kusikilizwa. Kwa nini hajakwenda kufungwa moja kwa moja? Kwa sababu kuna haki ya kusikilizwa. Sasa na kwenye kazi ni the same.
lazima umpe mtu haki ya kusikilizwa, ili unapomuondoa kazini basi wewe umemuondoa kihalali, kwa sababu ulikuwa na sababu ya msingi, umemsikiliza, umefuata taratibu, lakini ukagundua kwamba ni kweli bado ameangukia kwenye kufanya lile kosa. Na amefanya lile kosa pasivu halali au limeiathiri kampuni, basi unaweza ukamuondoa. Lakini tunaposema umemuondoa mtu kihalali ni nini? Umemuondoa mtu kihalali kwa sababu kulikuwa kuna sababu za msingi. Lakini pamoja na kwamba kulikuwa kuna sababu za msingi, basi umehakikisha umefuata taratibu. Kama nilivyosema hapo awali, changamoto kubwa ipo kwenye kufuata hizi taratibu. Watu wengi wanakuwa wanakiuka sana kwenye kufuata taratibu. Ni kweli unakuta kuna sababu ya msingi ya kumuondoa mtu kazini, lakini hajafuata taratibu. Sasa inakuwa na yenyewe ni unfair termination. Kwa mantiki inakuwa ni unfair termination. Kwa hiyo unapofanya kosa la namna hii, basi na wewe unakuwa umefanya kosa ambalo sheria inaadhibu kama unfair termination, na unaweza kulipa fidia kulingana na kiwango cha huyu mtu ambacho amekuwa ameathirika. Kwa kuna masuala ya fidia hapo. Kuna masuala ya fidia, lazima ulipe fidia. Ndio maana watu wanakwenda kule, na uzuri ni kwamba kwenye migogoro ya kikazi kuifungua ni bure. Ni bure kwa sababu wanashumu kwamba wewe paka umefukuzwa kazi au kuwa na kazi au una kazi tena, kwa hiyo. Kwa hiyo ni bure kuanzia CMA mpaka mahakama kuu. Maana mgogoro kutoka CMA kama hujaridhika utakwenda mahakama kuu. Kama hujaridhika ndio utakwenda sasa mahakama ya rufaa. Hiyo yote huku kwenye CMA, na ni bure kufungua migogoro hii ya kazi. Ni bure kuifungua. Kwa hiyo gharama ambazo utazilipa tu ni zile za wakili kukuandalia document na zile nyaraka ambazo zinatakiwa ziende. Ndio. Mtazamaji, na nafasi ya kutuma ujumbe wako kuhusiana na yote ambayo tunazungumzia hapa, na hapa tunazungumzia sheria za ajira na mahusiano kazini. Sasa wakili, tuzungumzie kuhusiana na ukomo sasa wa sheria hii ya ajira na mahusiano kazini. Ukomo wake unakuaje? Kuna vitu gani ambavyo vinatokea? Vitu gani ambavyo vizingatiwe? Vitu ambavyo vya kuzingatia ni kama nilivyosema, kwa sababu ile tumezungumzia kipengele cha kukoma kwa haya mahusiano. Na kama nilivyosema kwamba unapokuwa unaajiriwa basi unaandaliwa kwa ajili ya kuondoka kazini. Ukomo unaweza ukasababishwa na vitu mbalimbali, aidha kufukuzwa kazi kwa hizo sababu ambazo tumezisema, lakini pia kifo. Kifo ni moja ya sababu ambayo inapelekea mkataba kufa. Lakini jambo jingine ambalo linapelekea mkataba kufa ni pamoja na ile mikataba ambayo inakuwa ni ya muda maalum. Kwa mfano, wewe umepewa mkataba wa miaka 2 kutumika kwenye taasisi fulani. Kwa kupewa tu ule mkataba wa miaka 2, ile ni notice ya kukuondoa kazini. Kwamba miaka 2 itakapokwisha basi mahusiano yetu yamekwisha. Kwa hiyo pia ni inapelekea kufikia mwisho wa mkataba unapokuwa notice ya namna hiyo. Au ni kwa kazi maalum, tuseme labda ni ya kutengeneza hii train ya mwendo kasi. Zoezi litakapokamilika basi mkataba unakuwa umekwisha. Kwa mazingira hayo yanapelekea mahusiano ya kiajira kati ya mwajiri na mwajiriwa kufa. Hiyo nilosema ni kifo. Mikataba ile ambayo inakuwa ni ina ukomo, au kwa zile kazi ambazo zinakuwa ni kazi za kipindi fulani tu zinapelekea hii mikataba kufa. Au kwa mfano zinapoibuka changamoto nyingine, kwa mfano changamoto hizi za corona ambazo zilitokea kwa kipindi fulani, au kampuni imepata matatizo ya kiuchumi, haiwezi kujiendesha yenyewe, inabidi kupunguza wafanyakazi, au kumetokea mabadiliko ya sera ya nchi, kwa sababu kuna kipindi fulani kwenye taasisi fulani walikuwa wanahitaji walimu ambao walikuwa na elimu zaidi ya degree. Wewe ulikuwa na diploma tu, uwezo ukaendelea kufundisha. Kwa vitu vya namna hivi vinapelekea yale mahusiano yanakuwa yamekufa. Mtazamaji, ni saa 2:01 na hii ni Morning Victory, kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ni Georgina Mwatatu nikiwa nipo na Aisha Mdewa, pamoja tupo na wakili Innocent, ambapo ameweza kuuliza masuala mbalimbali, lakini hususan ni kuhusiana na sheria za ajira na mahusiano kazini. Na hapa leo tumezungumza kuhusiana na ukomo wa sheria hii, lakini sambamba na hiyo tumeweza kuzungumzia kuhusiana na mikataba na masuala mbalimbali. Mtazamaji, na nafasi ya kutuma ujumbe wako kuhusiana na yote ambayo tunazungumza hapa. Cha kumalizia, labda cha mwisho wa wakili Innocent kuhusiana na sheria hii ya ajira na mahusiano kazini, lakini sambamba na ofisi yako, jinsi inavyofanya kazi, mnapatikana wapi, pamoja na namba ya simu, hata kama mtazamaji akitaka kukutafuta basi uweze kumsaidia kuhusiana na masuala ya sheria mbalimbali, ajue kabisa kwamba anaanza kukutafuta kutumia namba hii, au kuweza kukutafuta kutumia labda tovuti hii. Labda cha kumalizia niongee kitu hiki kwamba unapokuwa umeajiriwa
unaandaliwa kwa ajili ya kukumbana na hizi changamoto za kazi. Kwa hiyo unapokumbana nazo basi asisite kututafuta. Ofisi zetu zipo jengo lile la Dem Plaza liko pale Kijitonyama, ghorofa ya 9. Ofisi yetu inaitwa Ngurudoto Attorneys Advocate, na tunapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Instagram kama Ngurudoto Attorneys Advocate, na LinkedIn pia pamoja na Twitter. Lakini pia anaweza kupiga namba za simu 0752 00 3289 au 0620 56 39 78. 0752 00 3289 au 0620 56 39 78. Kwa changamoto zote za kisheria kwenye sheria za kazi atakapokumbana nazo, basi asisite kututafuta ili tumsaidie kupata ufumbuzi wa hiyo changamoto yake. Ni saa 2:03, mtazamaji wa Rabi TV, na kila Alhamisi tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na sheria. Hii ni Morning Victor, mimi ndio Jina watatu, tuko na wakili